برؤياتي باشرنا برؤياتي حبيبي جيلاني حبيبي جيلاني. Yanamjongea nani katika mauhiba ya hichi kisa cha taarafi cha bwana mmoja akiitwa Uwaisi al-Qarni. Huyu bwana ana maswaibu gani? Rajul alikuwa ni mtu ambaye lam yara nabia, hakuwahi kumuona bwana mtume Muhammad. Uwaisi al-Qarni hakuwahi kumuona bwana mtume, lakini nabii bwana mtume au swabihi alitoa usia. Hawakuonana. Hawakuonana. Hapa ndipo unapojua manzila na sharfa sawa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inda Allah. Hawakuonana maskini, lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusia watu tahadhari sana na bwana mmoja anaitwa Uwaisi al-Qarni. Na laqab ya Qarni alikuwa ni mtu kichwani kwake sawa, kama vile kuna mfundo fulani hivi kama wapembe namna yake ile, ndio maana akaitwa al-Qarni, bwana pembe. Sasa mtaban kana yaishu fil Yamani, bwana ameishi Yameni sawa, faqiran, akiwa ni mtu asiyejiweza kabisa. La yamliku min ad-dunya shay'an, hamiliki chochote katika dunia, maskini kabisa. Ailan, mtu asiyejiweza kabisa. Innahu Uwaisi al-Qarni, Allah huyu ni Uwaisi al-Qarni bin Amir al-Qarni sawa, mtoto wa Amir al-Qarni, bwana pembe anaitwa. Sasa alitamani lau yamshi lil Madina, kwamba ingeliwezekana atembee kwenda mji wa Madina sawa, liyara wajha nabii, tamani lake laitani, kwamba sasa ningelikuwa sawa watani al-Madina, mji wa Madina. Na alitamani atembee mpaka mji wa Madina ili akautazame uso wa bwana mtume Muhammad, amuone bwana mtume ayanan bila sawa hijabi, yani live. Alitamani sana, anamsikia mtume, mambo yake, habari zake, yeye anatamani afanye hivi. Huyu nani? Uwaisi al-Qarni. Lakini matokeo yake kana lahu, alikuwa naye mama ambaye yeye sawa ni umya, haoni, ni kipofu maskini. Allahu almusta'an, la yatrukuha abadan. Maisha yake ikawa sasa hamwachi mama yake, ili sasa akajishughulishe na hiyo tamanio yake na hayo mapenzi yake ya kumtazamana ni mtume wetu Muhammad sallallahu zid wa barika alayhi. akadi hawa kulla sifati wal maani wathana wal husna hasana wa jamala wajha nabi. Allahul musta'an. Bwana mtume ambaye aliteneka, kwa maana alieneka na kila sifa na maani zilizo nzuri katika sifa na thana wal husna, mazuri alikuwa nayo bwana mtume akisifika, na wema na uzuri aliokuwa nao, wa jamala na uzuri wa kawaida. Tukimtazama hivi alikuwa ni handsome kweli kweli, mtume alikuwa ni mzuri bwana. Ndio maana bwana mmoja akasema wajihuhu fa kalbudura wa shumusa asluhu nurur rahmani almutaala. Haya, wajihuhu fa kalbudura wa shumusa, uso wake umezidi ule mngaro hata wa mwezi na mbara mwezi yake. Asluhu nurur rahmani, asili ya nuru ya bwana mtume Muhammad katika uso wake unavingara vile ni nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almutaala, iliyo ya juu kweli kweli, ingarayo kuliko kaida. Huyu anaitwa nani? Uwaisi al-Qarni. Sasa
birruhu biha, wema wake kumfanzia mzazi wake. Manahum mina safari, ulimzuia ule wema yeye kusafiri bwana mtume Muhammad ila almadina, afike mji wa Madina, liruyati nabii sallallahu alayhi wasallam, ili amuone bwana mtume Muhammad. Basi ikawa sasa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min ru'yati nabii, kule kumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini lam, hakuweza kumzuia, sio hiyo faharamahu Allah, hakuweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumzuia yeye baada ya kuwa alimzuia kwenda kumuona bwana mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu hakumzuia pia hata min nadharihi ila samai, kutazama kwake juu. Kama mtume alishindwa kumtazama, basi na kutazama heshima aidhamullah haikushindikana, akalia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi, wa mtume aliwaambia maswahaba, yatikum, sawa, Uwaisi min al-Yaman, siku moja atakujieni Uwaisi kutoka Yemeni, lahu walid, anaye mzazi. Huyo Uwaisu ana mzazi, huwa biha barran, huyu Uwaisi alqarni, kwa huyo mzazi nimfanyia mwema kweli kabisa, kwa maana anamfanyia mzazi wake wema. Lau aqsama ala Allah, kama ilitokea atatokea huyu bwana ataapiza kuomba chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la abarahu, basi Mwenyezi Mungu atamjibia dua yake. Angalia wacha Mungu hao, kwamba mtume anafahamu kwamba Uwaisi ingawaje hakuniona, lakini ni mtu ambaye mwema kweli. Ikitokea amemwomba Mwenyezi Mungu chochote, basi hapo Mwenyezi Mungu atampa. Basi mtume anasema, fa inistata'tum an yastaghfira lakum faf'alu, kama mtaweza kumpata Uwaisi al-Qarni akawakuombeeni dua, fanyeni haraka, msizubae kuombewa dua na bwana Uwaisi al-Qarni. Imam Muslim. Sasa wa baada wafati nabii, baada ya kufa cha bwana mtume Muhammad, dhalla Umar akaanza, sawa, Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yabahathu, akawa anamtafuta uko wapi Uwaisi, aina Uwaisi al-Qarni, anatafuta Yemen nzima, msafara kila unaopita, hapa nitampata Uwaisi al-Qarni au sitompata Uwaisu, basi anamtafuta Uwaisi al-Qarni. Yabahathu, akawa anamtafuta anhu, sawa, baina juyushi al-Yamani, baina ya majeshi ya Yemen, hata wajadahu, mpaka kuna siku akamkuta Uwaisi al-Qarni. Aina Uwais, basi akamkuta Uwaisi, unemtafuta huyo hapa. Faqala lahu, akamwambia Uwaisi, sina mambo mengi Uwaisi, astaghfirli, niombe Mwenyezi Mungu ansamehe. Kuna watu wanakuambia shiriki maupuuzi gani haya? Shiriki kwenye nini? Kwani huyu Sayyidina Umar ibn Khattab, tuseme hakujua tauhidi ya Mwenyezi Mungu, kwamba wakuomba ni Allah peke yake, hakuna mtu wa kukusaidia katikati yake. Unamuomba Mungu, lakini unamwambia ndugu yako niombe kwa Mungu. Ni sawa kumwambia mtu niombe kwa Mungu, kuna ubaya gani? Ukiwa na imani kwamba yeye ni muombi tu, lakini Mungu ndiye anayejibu dua yake. Unaona? Wewe shiriki ya nini? Peka ujinga huko. Fabaka Uwaisi akalia sana bwana Uwaisi, akatoa machozi, sawa. Eti kinachomliza nini? Anta al-khalifa, anamwambia wewe ni khalifa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, watatlubu minni an, sawa, astaghfiru lak, wewe unataka mimi nikuombea kwa Mwenyezi Mungu msamaha, na wewe ndio khalifa wa zaidi wa kumwombea msamaha mwenzake ni wewe, lakini analia kwa sababu hiyo. Qala Umar akamwambia, sikiliza bwana mkubwa, iko hivi, ingawaje mimi ni khalifa kweli, lakini sami'tu Rasulullah yaqulu, nilimsikia bwana mtume siku moja anasema, sawa, anatoa historia na habari inayokuhusu wewe, kwamba mkimkuta siku yoyote niwe hai au nimekufa, sawa, mwambie huyu Uwaisi al-Qarni akuombeeni dua, lau aqsama ala Allah la abaraka, basi akikuombea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anapitisha maombi yako kuwa sasa yamejibika kupitia bwana Uwaisi al-Qarni. Umeona? Iko hivyo. Kwa nadhani inshallah kwa muktasari habari ambayo umeitaka uifahamu
iko na mapito na miondoko yake ya aina yake kama hiyo ya kipekee inshallah.